Ninawakaribisha nyote. Karibuni na mjisikie huru. Just in case kukitokea moto, lakini najua kwamba tuko salama. But I believe that we are all safe. Kuna hizi exit pale. We have 2 different exits. Tutaweza tukatokea hapa. You may go through this door, au pale or behind. Kisha tutakwenda kukutana pale mbele. And then we're going to go and gather just at the field. Lakini tuko salama. But I believe that we are safe. Okay? Wamama wote wa Babondo ninawaomba msimame mwende nje. I'll ask all Babondo's mothers to go outside. Twende na muda please. Wenyeji wote wasimame, tusimame. Let's stand. I ask all the mothers from Babondo to stand up. Tutatokea hapa. Bana seme bonza mbapambola bino. Hello mana yeswe maison de pain hello mana yeswe bana notre père hello mana yeswe bana misese hello mana yeswe ministère musase bolembi na moni bolembi sokolembi te tomola loboko yemi bale Wamama twende na muda. Emona lo no lo tole na lo baba. Emo ibosa ka botole na baba. Emo imakara matole na moe. Toma Babondo tosimia toma babembe tole monye miwa. Emona lo no lo tole na baba. Emo ibosa ka botole. Wamama hao wanaingia sasa. Toma Babondo tosimia toma babembe tole monye miwa. Emona lo no lo tole na baba. Emo ibosa ka botole na baba. Emo imakara matole na moe. Toma Babondo tosimia toma babembe tole monye miwa. Emona lo no lo tole na baba. Emo ibosa ka botole na baba bembe. Emo imakara matole na moe. Toma Babondo tosimia toma babembe tole monye miwa. Emona lo no lo tole na baba. Emo ibosa ka botole na baba. Emo imakara matole na moe. Toma Babondo tosimia toma babembe tole monye miwa. Cheza wamama, cheza. Wanapendeza hao. They look beautiful.
bilongo na bilongo ile muchukum iyato makongo ya utanikolwa betu tole motole na londo babembe babondo betu hivi pembwe ini mwana wa mbelelo echoa echamo butu bembe ate amlong bembe ate ambat bembe ate amlonge associé omena bembe ate amlong bembe ate ambat bembe ate amlonge associé bembe ate amlong bembe ate ambat bembe ate amlonge associé omena bembe ate amlong bembe ate ambat bembe ate amlonge associé bembe ate amlong bembe ate ambat bembe ate amlonge associé omena bembe ate amlong bembe ate ambat bembe ate amlonge associé mokolo Asanteni sana kina mama. Asanteni sana, asanteni sana. Bado mtakuwa na muda wa kucheza hapo mbele. There will be a time for you to dance more. Sherehe safi. Do we have a good party? Lazima tuchangamke. Si mnajua tena ni weekendi. You know it's the weekend, so it is good that if we all be happy. Kwa kuanza, kwa jina langu ninaitwa Suzana. To start, my name is Susanna. Ni mama wa watoto 4. I am a mother of 4 children. Ninawakaribisha sana kwenye sherehe hii ya wamama. And I welcome you into this celebration of mothers. Na hapa pembeni yangu niko na binti yangu mzuri, anti yangu mzuri. Yes. Anaweza akajiintroduce mwenyewe. My name is Fee. Asanteni sana. Ni wakati wa kwenda kumkaribisha. It is the time to welcome President wetu wa wamama wa Babondo, the leader of Babondo's mothers. Mama Angelique, karibu sana. Our mother Angelique. Makofi kipindi mama yetu anasimama. A wonderful applause for our mother. Mama huyo mama. Habari za jioni wa mama wote. Good evening all mothers. Habari za jioni wa mama wote. Good afternoon all mothers. Nafikiri kila mtu anajua jina langu, naitwa Angelique. I believe everybody knows my name. My name is Angelique. Mimi ni mama wa watoto 6. I'm a mother of 6 children.
Na ninashukuru sana na ninafurahi pile vile. I thank you and I'm also happy Kwa kuona nyuso za wamama wengi jioni ya leo. to see the face of different mothers this evening. Na nafikiri wamama wote wanapendeza sana. And I believe all mothers look beautiful. Si ndio hivyo? Isn't it? Kila mtu anapendeza sana hapa. Every single of you look beautiful. Yaani kiangalia kila meza naona kila mtu If I look anapendeza. on each table, I can see everybody looking beautiful. Kwa kweli Mungu alimpendelea sana akina mama kwa kumuumba. Mungu alimpendelea akina mama sana kwa kumuumba. God took so much time to create a woman. Sababu kila akina mama ukimuona unamuona tu anapendeza. Because every single woman you see, they look beautiful. Wamama tupo? Mothers, are you here? Wamama tupo? Mothers, are you Si here? ndio hivyo? Isn't it? Sasa nitaenda kwa kutambulisha kwanza bodi yangu mbele sijasogea huko mbele. I'm going to introduce the rest of the team. Ningeomba wote ambao tunatumika nao kwenye bodi ya wamama wapite huko mbele. I will ask every single woman that I'm working with to come forward. Najua hapa kuna wengine hawakufika, sijui mmoja bado yuko njiani na mwingine ameumwa kwa siku ya leo. Others are not here and there's another one who is sick and another person is still on the way. Wamama haraka sana, mnaona tumeiba muda wa watu. Please hurry up because we have wasted so much time. Yaani ndio ile tunasemaka African time, ndio hiyo tumeanza nayo. And this is what we say African time. Tumesema tutaanza na saa 12 lakini unaona hapa tumeanza na 7:40. We said that we're going to start at 6 p.m. but we started at 7:40. I'm so sorry for everyone. Tunalomba msamahani kwa watu wote. Hao ambao mnaona hapa ndo bodi ambayo natumika nayo kazi. These women that you see here, these are the ladies that I am working together with. Hapa kuna kusekana watu wawili. There is only 2 people that are not here. Mmoja bado yuko njiani. One is still on the way. Mtatusamea, tulishinda na kazi nyingi sana ya kupika na kuja kufanya hii kazi hapa. Sasa anaishi mbali, kwenda kwake tena kuchange na kurudia huko imemchukua muda. Please forgive us because we had so much time to prepare the food, so she had to go back home to get ready. Na mwingine ameumwa kwa siku ya leo. And another lady, she's unwell. Mnajua hatuwezi kuzuia magonjwa. You know we can never go against sickness. Huyu ambaye anaongea hapa mimi ndo msimamizi wa wamama wa Emo Yambond. I am the leader of Mothers Emo Yambondo. Mkono wangu wa kulia hapa. And this lady here. Anaitwa Francine. Her name is Francine. Yeye ndio yuko event planner wetu. She is the event planner. Kama gisi mnavyomjua anakuwa sharp sana. As you know, she's very quick. Labda anaweza kasalimia wamama wote. Maybe she will greet everybody. Jambo. Good evening. Habari za jioni. Good evening. Na karibu tena sana. And I welcome you. Na huyo ambaye mnamuona kwenye mkono wangu wa kushoto. And the next lady. Anaitwa Brenda. Her name is Brenda. Huyo ndo mchungaji na wetu. Treasure. Oh, she's the treasure. Pesa zetu zikipotea tunamfunga kamba. If our money get missing, we're going to hold her. Salimia wamama kidogo. Please greet the mothers. Hamjambo kina mama. Good evening, mothers. Jamani, tunawashukuru sana kwa kuja siku ya leo. We thank you for you to come here. Na tuna sherehe ndo inaanza. And we just started. Asanteni. Thank you. Na huyo ambaye yuko hapa. And the next mothers. Mnajua hakuna bodi ambayo inaweza kosa washauri. There is no any board that cannot have an advisor. Kila kikundi ni lazima kiwe na washauri. Every group need to have an advisor. Hata mimi naweza nikatereza lakini hawa ndo wataniongoza. I might go wrong, but these are the women who's going to lead me. Kwa hiyo huyu ni mmoja wapo wa wale washauri ambao tuko nao. She is among those advisors that we have. Jina yake ni Mama Charlotte. Her name is Charlotte. Naye asalimie wa mama. Please greet the mothers. Hamjambo. Good afternoon. Mtamsamea na umwa homa. Na huyu hapa mnamuona kila mtu anamjua Pastor Pendeza.
And the next lady, everybody knows she is Pastor Pendeza. Katika kundi ile ya washauri na yeye yuko amo kwa wale wa mama watatu washauri ambao tuko nao. Among the group of all the advisors, she's among the group. Na jina lake ni Pendeza Muzinga. And her name is Pendeza Muzinga. Wengi wanamjua tu kwa jina la Pastor Pendeza, Pastor Pendeza. Many knows her by the name of Pastor Pendeza. Naye asalimie wamama. Please greet the Wamama oye. Wamama juu. mothers. Za jioni wamama. Good evening, mothers. Munapendeza. You look beautiful. Asante. Thank you. Na kwa wale wawili ambao wakufika jioni ya leo, And for those two women who did not come, kuna this mshauri evening, mmoja na secretary wetu mmoja. there is one more advisor and the secretary. Kwa hiyo wamama tunashukuru sana. So mothers are thank Hii ndo you. bodi ambayo tunafanya nayo kazi. Wamama is the wazuri, board wamama members washauri, that wamama we wenye work together kupendeza. with. Vile vile nitaenda sasa kusimamisha wageni wetu kundi kwa kundi. I'm gonna go by welcoming our visitors. Tuko na wageni wetu wa kwanza. We have our first visitors. Tuko na Nunga community. We have the Nunga community. Kaya. Thank you so much. Kwa hiyo tutaenda kusimamisha Wanunga wakuje hapa mbele. I'm gonna welcome the Nunga community to come forward. Nunga itaenda kuongea kidogo kwa ajili ya kiltiri yao. They're just gonna speak a little about themselves. Na Nunga nafikiri watu wengi wanajua Nunga ni community gani. I believe everybody knows what community is this. Kwa hiyo tunafurahi sana kwa kuwakaribisha hapa. We're very happy to welcome you here. Tunawapatia heshima nyingi sana. And we give you a lot of respect. Kama vile jinsi mlivyotukaribisha sisi kwenye nchi ya kwenu. Just like how you welcome us here in your country. Asanteni sana. Thank you. Na jioni ya leo tuna furaha nyingi sana kuwa na nyie hapa. And this evening we are very happy to be with you here. Tuchangie ile kidogo kuhusu culture yetu. Let's share that little about our culture. Thank you so much. Thank you. Just wanted to do a welcome to country. We acknowledge Kaya Wanju, hello, welcome. We acknowledge with respect and gratitude the traditional owners of the Wajak Noongar Boja on which we stand. We pay our respects to the elders past, present and future. Thank you so much to all the ladies today and tonight, and we thank the Ellenbrook community. Thank you. My name's Barbara. Thank you for inviting us to this event tonight. It's nice to see all the ladies and all the mothers and all the colours in the hall. I'm glad to be here, and thank you. Hi, I'm Simone. I'm a local Noongar lady from Noongar Boja here in Perth. I'd like to thank all you ladies for inviting us from Jinning Yoga's ladies group to come and participate in your gathering. I'm actually so amazed with all your beautiful colours with your garments. I've always been fascinated with you guys' culture. I watch a lot of the stuff on TV. And yeah, thank you for letting us be part of your night. Kaya, my name's Coral. I'm part of the Jinning Yogas. Thank you for inviting us. All the yogas look mudich. That means all you ladies look beautiful. And just wanted to thank you for inviting us and being a part of your celebration. Wamesema shukrani kwa kualika kukua hapa pamoja nanyi na mmependeza. Vile vile bado tunaendelea na kukaribisha wageni. We're going to continue by welcoming all the visitors. Tunaenda kukaribisha community ya Arabic ambayo inaongozwa na Mama Alia. I'm going to welcome the community of Arabic. Wasimame pale kwenye wapo.
Please stand. Ahlan wa sahlan. That's mean welcome in my language. I'm so happy today because I'm one of you. Sorry about that. Just I'm so happy about today. Thank you so much. Tunaenda kukaribisha community ya majirani zetu ambao tunawapenda sana, community ya Warundi. We are going to welcome Barundi. Tunataka mama presidente kutoka community ya Warundi asimame naye. We're going to welcome the leader of Barundi community. Anakuja tu ni kusalimia wageni, kusalimia watu wote, baadaye speech zetu ziko baadaye hapo. Just to greet everybody. Jambo yenu. Good evening. Pia tena nimeona kama kuna Waislamu wenzangu. Assalamu alaikum. Ndiyo, sisi ni majirani wa Wakongomani tena sana. We are the neighbors of Congolese. Ndiyo, kama sana sana watu wa Uvira, sisi tunaweza kwenda kushinda Uvira na jioni tunalala nyumbani. Tunarudi. Tunashukuru sana tena sana kwa kutualika kwenye ishare, kutuonesha tena na watu wa communities zingine tulikuwa tujakutana nao. Tunashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Hatuwezi kusema mengi, hatujapewa ruhusa ya kusema mengi. Tunaishia hapo. Mungu awabariki sana. Asante. Thank you. Asante sana mama. Thank you so much, Vile tunakaribisha mama Andrea. We welcome our mother Andrea. CEO from Isha. The CEO from Isha. Aje naye asalimie wa mama jioni ya leo. And greet the mothers. Do you want me to talk now? No. Okay. Thank you very much for inviting me. And I would like to, it's wonderful to see so many different nations in the same room. So you've done a fantastic job. And so I'm just going to say hello now, and then maybe later I'll have to give a little bit more of a talk. But I hope all of you enjoy the evening, and I feel very privileged to be a part of such a harmonious event exclusively for women and for mothers in the community. Thank you, Angelique. Asanteni sana kwa wamama wote ambao wamefika. Kwa kweli tuna furaha nyingi sana kuona nyuso zenu. To all the mothers who came, and we're very happy to see you here. Kwa hiyo tunataka kuendelea na program yetu na mwachia MC wetu. With our program. Asante sana. Thank you so much. Makofi kwa ajili ya mama yetu. Please a wonderful applause for the mother. Samahani tena sana. Vile tunakaribisha na wale wengine ambao tuliwapatia invitation ambao wamekuja kusherehekea na sie jioni ya leo hii exchange culture. Kwa hiyo karibuni sana, nyinyi wote tunawapenda, msisikie baridi. Vinywaji viko pale ili kila mtu anywe. Tusiviache hapo. I also welcome all those other people that we gave our invitation to come here. Ni wakati sasa tunakwenda kunyoosha viungo. Ninaomba niulize, mko na nyimbo tunapenda tuone mkicheza? I just want to ask a question. Do you have a song? DJ wetu yuko kule, mnaweza mkampelekea wimbo. We have a DJ over there. You can tell them the song. Tukiwa tunawasubiria.
lorsqu'on tourne vers les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Ça, c'est mon histoire. Nandimaki bakunda melongo na Yesu, nandimaki kotikele yangamiku, aboya kite madre mapena. DJ, weka wimbo wao wacheze. DJ, please play the song. Mnakaribishwa kucheza, mnakaribishwa kucheza. I welcome anyone to come and join us. Kalahinda muya goma bayo, muya goma hapindanga bayo, muya goma hapinore bayo, turasho imyakaka. Saga, saga me warakuze witonda, ni wakuze wishima bose barakuyaga kumeza inyambo. Saga, saga me warakuze witonda, ni wakuze wishima. Mnakaribishwa kucheza.
Asanteni sana, asanteni sana, asanteni sana. Asanteni sana. Thank you so much. Wanapendeza, hawajapendeza? Do they look beautiful or not? Asante sana. Thank you so much. Asanteni sana majirani zetu. We thank you to our neighbors. DJ, twende kazi. Biki what you wear on. Sadi baba. Ogopa. Simba. Terani alendo ko yeah yeah yeah. Terani alendo ko. Terani alendo ko yeah yeah yeah. Terani alendo ko. Atoye bola yeah yeah yeah. Terani alendo ko. Terani alendo ko yeah yeah yeah. Terani alendo ko. Terani alendo ko yeah yeah yeah. Terani alendo ko. Terani alendo ko yeah yeah yeah. Terani alendo ko. Emo etore na yo na ele alobalo na ele amomba no demo emo etore na yo na ele alobalo na ele amomba no demo emo etore na yo na ele alobalo batana na ele amomba no demo emo etore na yo na ele alobalo na ele amomba no demo 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 na ele alobalo no demo na ele amomba no demo. Amen. Walile baba shalokirwe walile baba shalokirwe moetani mone byane bito obe ole monokwa moetani mone byane bito obe ole monokwa walile baba shalokirwe walile baba shalokirwe moetani mone byane bito obe ole monokwa moetani mone byane bito obe ole monokwa walile baba shalokirwe walile baba shalokirwe moetani mone byane bito obe ole monokwa moetani mone byane bito obe ole monokwa walile baba shalokirwe walile baba shalokirwe ayo moetani mone byane bito obe ole monokwa moetani mone byane bito obe ole monokwa Wanzambela terani wanzambela terani wanzambela terani bole bosutwa obe terani wanzambela terani bole bosutwa wanzambela terani wanzambela terani wanzambela terani bole bosutwa obe terani wanzambela bole bosutwa Wanzambela terani wanzambela terani wanzambela terani bole bosutwa obe terani wanzambela terani bole bosutwa wanzambela terani wanzambela terani wanzambela bole bosutwa obe
Asanteni sana, asanteni sana wamama. Thank Wa you so Babondo, much. asanteni sana. Thank you so much, Babondo's mothers. Sasa hivi mnanifanya nishindwe kujua mshindi ni nani. Ni wakati wa speech. It is the Karibu mama. time to give out a speech. Wamama tupo? Mothers, are we here? Mutatusamia sana, tunaona tumekawia sana. You're going to forgive us because I can see that we are taking so much time. Nafikiri tunaingia muda wetu wa kile kimefanya sisi tufike hapa. We now reach the time that made us to be here today. Na tuko hapa juu ya kacha kubadilishana nani kiltire yetu. We are here to share our different cultures. Na tuko na wamama wenye wataenda kuongelea kuhusu kiltire zetu hapa. We have mothers who's going to speak about our culture. Tuko na wa kwanza atakuwa kutoka Babondo community. The first person will come from Burundian community. From Burundian community. Baadaye atafatiwa na Babondo community. And then the next person will come from Babondo community. Baadaye Arabic community, From Arabic community. Na wa mwisho atakuwa Babondo. And the last person will come from Babondo. Na baada ya Babondo tutasikia ushauri kidogo kuhusu afya zetu sisi wa mama. After the speech, we're going to hear a little speech about the health. Na afya yetu itaongelewa na CEO wa Isha. And the CEO from Isha will be the one to speak about women's health. Tukishamaliza speech zote yeye ndo atakuwa wa mwisho. Once we finish all this speech, she's going to be the last. Lakini tunaomba wamama wale wenye wataongea speech wasiwe warefu sana. I will ask every single woman who will stand here to give out a speech just to Atuko kwenye mahubiri. Please do not take too long. Tunahitaji kila speech at least tupatie tu dakika 10. Every single person I give 10 minutes. Sababu muda umeenda sana, tumeanza nyuma. We started really late. Kwa hiyo karibu mama yetu wa kutoka Burundian community. We welcome our mother from Burundi community. Karibu sana mama. Tupige makofi. Atasema Jambo yenu tena. Good evening. Wamama wa Burundi tuko very clever kwa sababu Burundian mothers are very clever. Nitaongea Mkirundi, nitaongea Mkiswahili lakini wote pale ni wajanja wanajua Kiswahili sana. I believe all the Burundian mothers know Swahili. Sasa kwa kusema tu share speech yetu tuongelee tu lugha moja na mama presidenti wa Kongo ameshasema kama muda ni mdogo. As the president of Congolese women have said, we don't have enough time, so we're just going to speak in one language. Lakini badness Kiingereza akipandi kwa mama president wa Burundi. Ni cha kuvuta kwa manati. My English is not too good. Dada yuko hapa kumbe anaweza akaexplain sijui. Sintasema maneno mengi lakini say much. Nitaongelea kufatana na ile nyimbo yenye tulicheza hapa. I'm going to talk about according to the song that we dance here. Ile nyimbo inasema kwa ajili ya mwanamama kwenye nyumba. That song talks about a woman in a home. Kwenye culture yetu ya Burundi. In our Burundian culture. Mwanamama kwenye culture ya Burundi, a mother in the Burundian culture, ndiye anamiliki mambo mengi munyumba. She's the one who looks after so many things in a house. Kiasi ambacho mtoto akiharibika hawatizami papa. Whenever a child has turned into a bad, they will not look at the father. Wanauliza mama. They will ask the mother.
Ni kusema kitu chote kinayetizama mtoto kinatizama mwanamama kwenye culture ya Burundi. At the child, they will look at the mother. Sana sana kama watoto wa kike. Especially the girls. Ndiye sababu mtoto hata akienda kujenga nyumba huko. And that's the reason why even when a girl get married, wakikuta kama kuna kitu hakikuendeka vizuri wanalaumu mama. And if so something wasn't right, they will blame the mother. Baba haulizi kitu. They will not ask the father. Kwetu kwenye culture ya Burundi, in Burundian culture, mwana mama, a mother, hawezi kuvaa nguo ya kupita mafuti. They cannot dress any clothes above your knee. Ni kusema kama we mwana mama hauwezi kuvaa nguo ya kupita mafuti. It says you as a mother you cannot dress any kind of clothes above your knees. Na mtoto hapashi kuvaa vile. And a child as well is not supposed to dress like that. Kama kuna kuja wageni ni wanaume. If there is visitor who just came that are men. Kama ni mtoto mwanamke anataka kwenda kuwakaribisha au kuwakirimu. And if your daughter is about to go and welcome those visitors, anarudi kwanza mnyumba kwenda kutafuta nguo ya kujieneza. She will go back inside the house to look for a nice cloth that will be presentable. Hauwezi kuchukua suruali au pantalo eti anakwenda kukirimu wageni wa Burundi. You cannot wear a pants to go and welcome visitors. Tena mtoto wa Burundi akienda kumpa mtu kitu hawezi kwenda anasimama hivi. And a Burundian child, whenever they want to give something to someone, they cannot just go by just standing like this. Mbele ya kumpa kitu mtu anapaswa kupiga magoti. Before you give out something, you need to kneel down a little bit. Ni kusema ile inakuwa ni culture ya kwetu Burundi. It's to say that's our Burundian culture. Mtoto mwanamke ndiye anajua vya kwenda kushamba. A girl is the one who knows what goes to the farm. Wanaume wanajua kwenda kufuga. Kama ni ng'ombe, kama ni mbuzi. And men will go look after the cow or horses. Kwenda shamba kwa wanaume. To go to the farm as a man. Pako kitu wanaita kufyeka majani. Ni kwamba anaenda kuwafyekea majani. There is something that called to cut grass. Nyie sasa mtapita nyuma mko mnalima. And then you guys will be behind. Mwanaume haukamati jembe kulima. Bado mwanamke hajaanza kulima. A man will not start doing the work before the woman. Ndiyo. Na nitasema kwa machache kwa sababu mama president ametupa muda kidogo. I'm just going to speak a little because the president has given us in little time. Ndiyo. Kisha mwanamke wa kwetu Burundi. And a Burundian woman. Kama wamemchumbia, if she is engaged, anaanza kuongea na mama yake. She will start speaking with her mother. Kisha mama ndo anapeleka ujumbe kwa baba. And then the mother will take the message to the father. Ule ujumbe ukishafika, and once that message reached, baba sasa ndo atatoa jibu. The father is the one who will give out the answer. Baba akisema pale ile nyumba sitaki mtoto wangu aende na hakuna kwenda. If the father said I don't want my child to go into that home, and it's not going to happen. Ndiyo, hakuna kitu ambacho kitafanyika. There is nothing that will happen. Ndiyo, na mabinti wa kwetu wa Kirundi, and our girls from Burundi, wanakuwa ni watu ambao wana adabu sana. They grow up to be very respectful women. Sijasema kama kuna wenye hawana adabu. I didn't say there are women who don't have respect. Kwa sababu dunia iko inaenda inabadilika na watu tunabadilika. Because the world is changing and people are changing. Lakini nimesema wamama wa Kirundi wana adabu kufuatia. But I said Burundian mothers, they have respect because. Kwa sababu mmetuambia tuongelee culture. Because you told us to talk about culture. Hapa sasa tumesimama
kama kuongea culture ya kwetu Burundi. And I stand here to speak about our Burundian culture. Tena binti wa Kirundi kwenye culture yetu A Burundian girl, alikuwa hawezi kuongea na mchumba wake hivi. A girl will not talk with her betrothed. Kama aliona na garso aliona fie kama amempenda, if they fall in love out there, anaenda na yeye kwa wazazi. They will go to the parents. Kijana anaongea na baba yake. The young man will talk with his father. Na baba tena anaongea na mama. And then the father will speak with the mother. Mama sasa na yeye baba anakwenda kuongea tena na baba wa mtoto mwanamke. And then the father will go and speak to the father of the girl. Baba akisema mtoto wangu ile ndo nyumbani nimependa ndo taenda hemo. If the father likes that home, there is no disagreeing or you won't say a thing. Utaenda tu. You will just go. Kwa ajili ya kuheshimia wazazi. Because of respecting your parents. Okay, asante na shukuru sana. Thank you so much. Tuwape wakati wengine nao watuambie ya kwao. Let's give others to tell us about their culture. Hi. Jambo. Yeah. I just talking about Arabic cultures. Nitaongea kuhusu Arabic, mila ya Arabic. How we are married. Jinsi gani tunavyoolewa? Yeah. The first we have the marriages is if I interested like a one lady, like a girls. Ni kama mwanamke. Good family. Familia mzuri. The girl is good behavior. Mwanamke mwenye iko na tabia nzuri. And the boys' families. Na familia ya mwanamume. Going to the girl's family. Ataenda kwenye familia ya mwanamke. Ask for them to if he's the girls can marry my sons. Wataenda kuuliza kama mwanamke anaweza akaolewa na kijana. And after I give him said, okay, we give you like 1 week to return to you. Akisha familia ya mwanamke watawaambia familia ya mwanaume tutawapatia wiki moja, mtupatie wiki moja kwa kuwazia. Yeah, we ask the girls if he's interested the boys. Wazazi watauliza mwanamke kama anapenda mwanamume. And after the father is go ask outside of the people to see the man is good man for his daughter. Akisha babaki ya mwanamke ataenda nje huko kuuliza watu wengine kama ugarso iko mzuri kwa binti yake. Yeah. And after if we found the man is good, the girl interests the man. Na baada ya hapo kama baba atasikia message ya mzuri, message to them to return. Watatuma message kwa familia ya garso. Yeah, and after in this time the women's and the men talking about, okay, I need my daughter have a house. Akisha wazazi watakuwa wanaongelea kuhusu kama ngambo ya mwanamke watasema napenda msichana wangu akwe ndani ya nyumba. And like 20,000 for gold. Na kuleta mali, dhahabu. Yeah, like the women's he's put the anything he wanted. Mwanamke atasema chochote kile kenye atapenda. And the man, if he's like the women's, must be accept all things. Na mwanaume lazima aitike kila kitu. Yeah, our cultures, the women he's not pay anything. Kocha yao mwanamke alipe chochote. The man do whole thing. Ni mwanaume ndo mwenye anafanya kila kitu. Clothes, manguo, gold, house, nyumba, all. Kila kitu. And after, if he's accept all these ones, akisha kubaliana na hayo, we do like some paper to sign the men and the women. Wataandika kila kitu kwenye karatasi na kila mtu
sinye kwenye ile Yeah, the first must be support each other. Lazima wote wa support kila Support. Both the men and women support each other. Mwanamke na mwanaume lazima Signing. wa support each other. Yeah, and if he's the man want to divorce the women's, kama ni mwanaume mwenye anapenda avunji hiyo ndoa, he's writing some amount, like said like 50, 100,000. Mwanaume ataandika kiwango cha pesa, and the one if he want to be divorce must be paid this money. Na kama wanapenda wapane talaka lazima walipe hizo pesa. Yeah, this one the culture we have, like the wedding like this. Just now is changed a little bit. Is the mouth a little bit low? Just still we never give a girl must be have gold, house and anything. Kwa huu mwaka kila kitu kilishabadilika, so pesa zilishashuka kidogo. Yeah, this one the culture's married now. Yeah, this one like and about this one you see the Muslim lady is hard to divorce because Ni vigumu sana the men must be paid. Waislamu kupana talaka kwa sababu ya hizo pesa zenye wanapasha walipe. Yeah, just if it's the woman he want to divorce, kama ni he's not paying mwanamke money. Kama ni mwanamke mwenye anapenda apane talaka, hakuna pesa. It's not pay. Hakuna Just kulipa the men. pesa. Yeah, and we have in culture the women is not must be work. Na tuna After culture marriage. mwanamke lazima yeah. aruhusiwi kufanya kazi. Yeah, the man he's respond to the house and children. Mwanaume ndio mwenye iko na ile, mwanaume ndio mwenye anahusiwa kufanya kazi zote na kuangalia watoto. Yeah, his work. Anatumika. School for kids. Kupeleka watoto shuleni, kununua chakula. Anything the women's needed must be the chochote man. Kile kenye mwanamke anahitaji ni mwanaume ndio mwenye atatoa hivyo vyote. Yeah, you not need to do hard work or do just you sit. Mwanamke hawapashi kufanya kazi nguvu sana, ni kuikaa tu Watch chini na kids, kurelax. do nice food. This one as culture. Thank you. Asanteni. Thank you. Karibu. I welcome. Karibu. I welcome Mshauri. Babondos. Wamama oye. Oye. Wamama oye. Mothers, oye. Wamama juu. Mothers, are you high? Yeah. Tuko juu kwa sababu We are high tunasikia mila. because we are listening to different culture. Wamama wako watu wa chini. Mothers are very low. Wamama ni watu wa juu. Oh, the mothers are not low, the mothers are high. Yeah, ambapo walivyoongea hapa, as we heard them speak here, wanaongea vitu ambapo vinaingiliana they are saying some of the things that are similar with our culture. Na nitasema kidogo tu kwa sababu muda umeenda. I'm just going to speak a little because time has gone. Nitasema kwa ajili mama wa Mbondo wakati anatayarisha mtoto wake wa kike kwenda kwake. I'm going to talk about as a Mbondo mother what she does when her daughter is about to get married. Kwa sababu kama vile wenzetu walivyosema mbele ya kwamba ni jukumu ya mama, kweli ni jukumu ya mama. As our beloved said before, it is the job for the mother, and indeed it is the job for the mother. Kwa sababu wakati mtoto wangu amechumbiwa, because when my daughter is engaged, ataniambia mimi kwanza, kama vile wambela ambapo wamesema. She will tell me first. Na wakati anapoambia mimi kama vile mama, and when she tells me as a mother, nitaenda ambia baba yake. I'm going to go and tell her father. Na baba yake ananiambia kwamba ambia mtoto
ambie ule kijana akuje. And then the father will tell the mother, tell your daughter to tell that man to come. Na wakati ambapo amekuja, and when the man comes, atamuuliza mkubwa yake wala baba yake ya baba yake, anamuuliza mtoto mwanamume, wewe umetoka familia gani? Which family are you from? Anasema familia yake. And the man will say, well, Atana the family sisi that Wabondo he's coming from. tunachunguza ile familia, lazima wababa watachunguza ile familia. Even as Babondo, they will look into that Na that wakati family as well. wanapochunguza familia, wanachunguza na yeye kijana mwenendo wake. They will look into that young man behavior Wakipendezwa wanawakaribisha. and if they are pleased with the family, they will welcome them. Banamwambia sasa tunahitaji baba yako. And then they will tell him that we need your father. Na wakati ambapo baba yake anakuja wa kijana mwanaume, when the young man's father comes, lazima alete zawadi ya kumpatia baba wa ule msichana. It is a must that the young man the father of the young man bring a Bakisha gift malizana to the kwa girl's hiyo parents. zawadi, And after they have given each other that gift, ni jukumu sasa ya mama it is now the job to the mother kutairisha mtoto wake to prepare her daughter katika mashauri, through advice, na katika kujenga nyumba yake. Ataenda kujenga nyumba yake namna gani? and also how to build her own home. Ataita mama mzala baba yake, they will call the mother, wala shangazi, or the auntie, wala wale wazee wa ile familia, or the elders of that family. Wanamshauri jinsi advise atakuwa mnyumba yake. How she's gonna be in her own Mama home. anaambia marafiki yake, And then the mother will tell her friends. na wakati anapoambia marafiki zake, And when she tells her friends, anaenda pale kutairisha mtoto vitu ambapo atakwenda kujenga nyumba she will yake. prepare her daughter with the things that she's gonna take to go and build her home. Atanunua vyombo, She will buy like plates, sufuria, pot, ya kupika mboga na kusonga ugali. a pot to make food in it. Wakati anaponunua sufuria, When she's buying a ananunua na mwiko wa kusonga ule ugali. she will buy it's a big spoon to use to cook. We call hugali. Na wakati anaponunua ile mwiko wa kusonga bugali, And when she buys that, anaenda pale ananunua kitunga ya kwenda shambani. Mamangu Luche ajue Kiingereza kama atasema nini. Sema hata kimoya base tu base. It is a little basket that is made out of wood. Lakini wajirani wanajua kitunga, si ndivyo? Whenever you go on the farm. Yes. Na wakati ninaponunua kile base, and when the mother buys that, kuna vitu ambapo nitatia mule mubase. There are things the mother will put in that little basket. Cha kwanza nitakamata jembe. Sua. Iunda nayo. Jembe. An axe, if that's the correct. Natia mwa ile yangu kitunga ile base. They will put it in that basket. Na badala hapo ninatia na kisu. And then they will put a knife in it. Natia mule. They will put in there. Kwa nini natia hivi vyote vitu mule mwile base yangu wala kitunga yangu? Why do I put all of these things in that? Kwa sababu nitaambia mtoto wangu, mama, because I will tell my daughter, unaenda kuolewa. You are going to get married. Sio kulala tu. It's not just to sleep. Ni lazima wakati unapolamuka, it is a must that when you wake up, andaa nyumba yako. Prepare your home. Ukishamaliza nyumba yako, and once you have kamata hii kitunga ambapo nakupatia hii base hii. Take this basket. Na hii jembe tia. And everything in it. Na hii kisu tia. And put the knife. Wewe sasa nenda shambani. And then go to the farm. Na huko shambani, and at the farm, unaenda kutafuta vitu ambapo utaleta ili watu wakule hapo. You are going to look for something for people to eat. Mila yetu wala kocha yetu wa ndugu zangu. Our culture, ukishaolewa, once you get married, mtoto mwanamke anafanyaka kazi ya munyumba.
the woman will do a lot of jobs in the house. Kwa sababu baba because the father anaenda kuroa samaki kule, analeta mboga ya kula na ile bunga ile. They will go fishing to bring kama hapa tuko na semolina, mama njo mwenye atatafuta ile semolina. If we have semolina here, is the mother who's going to na look baba for njo mwenye atatafuta ile samaki ambapo nitakula na ile unga wa semolina. Look for the fish. Na wakati anapoolewa mtoto wangu nampeleka, niko na katakata bingine. And once my daughter gets married, nampeleka kwake. I now take her back ile home. kitanda yake ambapo alikuwa analala na ile chumba, that bed that she was sleeping in, namwambia kwamba mama unaenda kule. I will tell that my daughter you are going there. Kichumba na kitanda This room and sio this tena bed, ya kwako. It's not yours anymore. Umekwenda shika kwenye unakwenda njoo kwenu, njoo kubayomba yenu. Where you go it will be your home and that's where your huku kwenu sasa kulisha kuwa kubayomba. And where you're from is a place hatujue where you visit madivorce hatujui. Hatujui kabisa. We don't know divorce. Divorce mtoto mwanamuke akisha olewa hapana. Once you get married there is no hapana kabisa. divorce. Wakati ambapo nimekupeleka kwako, once I take you to your home, shika bwana yako kama vile alishakuwa wewe. Take your husband. Shika mama yako mukwe kama alishakuwa mimi, nafasi yangu mama yako mukwe ameikamata. Take your mother-in-law just like how baba you yako mukwe anakamata nafasi ya baba yako. Your father-in-law will hapa take your hakuna tena kurudia. Here there is no coming back. Na ndio maana hata hapa tunavunia watoto wetu wanakwenda kunyumba na wanashika yale mafundisho ya wamama wa Babondo. We're so proud that our children are going, they're getting married and they're staying home. Na wakati mtoto wangu alipoenda kwake nilimpatia sufuria na mwiko na sani. And I gave her a pot and a kocha plate. yetu mwanaume apigake. Our culture, a man is not allowed to cook. Mwanaume apigake. A man does not cook. Hakuna likilimba kwamba mimi nilipiga leo na wewe kesho piga. There is no turns that I cook today and the man cooks tomorrow. Kocha yetu mwanaume apigake. Our culture, a man does not hata cook. hapa watoto wetu wanaolewa hapa na wenyewe walikuja wanaolewa wa baba hawapigake. Even here our children are getting married and man is not supposed to cook. Anaweza piga. They might cook. Wakati ambapo uko mgonjwa. When you are sick. Atapiga. If you are sick, the man can anaweza piga. He might cook. Wakati uko hospitali unaenda kuzaa mtoto. If you are at the hospital giving birth, atakupigia chakula kweli. He will cook for you. Kama utafanya siku 4 uko kule kwa hospitali, if you're going to be 4 days anakupigia at the hospital, chakula bwana wako anakubebea. Your husband will cook kula for kabisa you kwa raha. Ukule kwa raha. Kwa sababu anakupigia. Because he has cooked for you. Mwanaume apigake kabisa. A man does not cook in Babondo's culture. Na ukishatoka kwa hospitali, and once you're from the hospital, ile siku ambapo umefika kunyumba, that very day you arrived home, atakuta anakupigia. The man will prepare lakini food. Kesho yake ni wewe unakamata jiko yako. But tomorrow you will take your place. Utumike kwenye maofisi. Whether you work in a usipotumika kwenye maofisi, if you don't work in an office, unakuja kufika kunyumba mwanamke wa Babondo ndio mwenye anakamata mafika. You will take the kitchen. Unakaribisha bwana yako karibu mume wangu. Welcome your husband. Hata hapa tuko na hii fundisho kwa watoto wetu ambapo wanafatiwa kwenda kubunyumba kwao. Wanaume wetu our men, aseme tunakula. Once we are eating, tukisha maliza kula, once we finish eating, mwanamke hawezi ambia mwanaume wako kwamba hosha vyombo. No. A woman cannot tell a man to wash dishes. Hapana. No. Aseme apangule nani meza. Or to remove the plates from the dining table. No. Mwanaume akisha kula anasubiri mama ndio mwenye atakuja kupangua mameza na kubeba vyombo. When they are eating and once they're finished, it is the mother who will take care of everything. Atasukula. And the mother is the one who's going to wash the awe dishes na wageni, as well. Wasipokuwa na wageni ni kazi ya mama. Whether they have visitors or not, it is the job for the mother. Tunafundisha watoto wetu. We teach our children. Mwanamke wa Mbondo Mbondo's woman, akizala
once you give birth, hawezi ambia bwana yake ya kwamba tosha nepi. Hapana. You cannot tell your husband to remove hapa tunawaona wamoja wanasema kutoa watoto wetu hapa kubadilisha manepi. Hapana, ni aibu mwanaume kubadilisha manepi. A man is not supposed to ni mama ndio mwenye anafanya mtoto wake, anatayarisha mtoto wake. Awe mwanamke awe mwanaume, ni kazi ya mwanamke wa Mbondo. Lakini sote but all of us, tunakuwaka na umoja. We are one. Baba lazima atapenda wewe. The father, it is a must to love you. Na mwanamke wa Mbondo anakuwaka na heshima. And Mbondo's women, they have respect. Ukishaolewa, once you get married, hauwezi simama hapo nje unasema fie. No. You cannot stand outside and call out someone else's name. Kama unapenda kuongea na mtu unaenda unamwambia nakutaka, nilikuwa nasema hivi nasema hivi, lakini kusema sauti ya nguvu hapana. Hapana kabisa. Hatuwezi fanya hivyo. Na mpaka hapa tuko na hiyo mafundisho kwa watoto yetu. Tunamwambia mama, heshimu bwana yako. Mama, usipatie bwana yako aseme hii turu ni yangu ya kwako kesho, kwa sababu sisi sote tunatumika. Hapana. Hata nyie wote mnaenda ku factory, kufika kunyumba, mama ni kazi yako ya kusongea bwana yako bugali. It is your duty to take care of your husband. Na kweli wanatushika mkono au tuangushe kabisa. Wameshika kile ambapo tumepanda, ni mbegu ambapo tumepanda. We have planted a seed. Na ninafurahia wa Australia tunaoa watoto wenu. And I'm very happy to Australian, we are getting married to na your children as munashika well. Yale mila yetu. And you also respect our culture. Tuko na wamoja kabisa wanashika gisi yenye wanakuta pale njoo yenye wanashika. We have few boys who are married to mtoto wetu mwanamke akiolewa hawezi kwenda kuita mama yake mkwe jina pendeza. Wewe umelogwa na nani? Once a girl gets married, they cannot go and call their mother-in-law by their name. Wala baba yake mkwe fulani. Or the father-in-law by their name. Ninafurahi kwa sababu tumewaoa lakini wanafuata mila yetu. Wakishaolewa kweli wanafuata mila yetu, wanatuita mama. Wanatuita baba. And they will call us mom, dad. Kwa sababu ni watoto wetu, lazima tuwaingize katika mila yetu. Hizo ndo fupi, ziko nyingi lakini muda hauturuhusu kusema mengi. Asante na mubarikiwe. Thank you and may you be blessed. Ni wakati tunaenda kumsikiliza Isha. Karibu. We welcome the CEO from Isha. We have heard so many wonderful, insights about different cultures. Tumesikia mambo mengi kuhusu mila tofauti. But before I give my 5-minute talk, I want to acknowledge the traditional custodians of this land, the Wajak people of the Nunga Nation. Napenda ni wape heshima kwa Nunga community. And pay my respects to elders past, present and emerging. Na wale wengine walifariki. And at Ishar, every time we have our staff meeting, we acknowledge all the traditional custodians of this land, but we particularly pay respect to the women who hold our families together. Tukifanya meeting kwenye Isha tunatoa heshima zetu kwa wenye inchi. Today, Angelique asked me to speak about women's health and what we as women should do to look after our health. Angelique aliniambia niongee kuhusu afya ya wanawake na nini tunapaswa kufanya kuhusu afya yetu. Now all of you have been very patient, so I won't take too much time. Wengi wenu mmekuwa hapa na sitawasumbua.
So I'll only speak about for 5 minutes, 1 minute for each of the 5. Nitaongea kila dakika moja kuhusu kila point yenye nitaongelea. So there are 5 things that all of us as women, young women, older women, kuna vitu vitano kuhusu sisi wanawake that we should do. The first thing is, kitu cha kwanza ni we are what we eat. Sisi tuko vile vitu venye sisi tunakula. But when we come from different countries, wakati tunatoka nchi tofauti, we find our traditional food is difficult to find here. Tunaona vigumu sana kupata chakula yetu hapa. But in every culture, there are traditional foods. Katika kila mila kuna chakula yao that are naturally good for us. Chakula yenye iko nzuri kwa afya yetu sisi wanawake. And so we must try and include the local produce into our diets. Lazima tutie hiyo katika mitindo yetu ya kukula. Today there are many grocery shops that sell foods from all over the world. Leo kuna fasi nyingi sana zinauzisha chakula ulimwenguni mzima. You should try and go and speak to a nutritionist to try and substitute unhealthy cultural foods for healthier choices. Ni vizuri ungeenda kwa wale watu wenye wanaoangalia kuhusu afya ili uwaulize wapi kwa kununua chakula yenye inakuwa nzuri kwenye afya yako. The second thing is that we must take care of our mental health. Kitu cha pili ni kujali mawazo, afya ya akili. So if you are feeling stressed or anxious or worried about anything, kama una mawazo mengi ama una wasiwasi, you should go and get help from a psychologist, a counselor, social worker. Lazima uende ku psychology upate matumizi ya akili. Sometimes just talking even to a trusted elder in your community, a trusted auntie, or your grandmother, or your mother, your sister. Unaweza hata kuongea na mzee katika community yenu. That also helps us to keep our mental health. Inasaidia pia kulinda akili. And today when we have, for us who have our families living overseas, we can call them so easily on WhatsApp, FaceTime. Na sisi wenyewe tuko na wazazi wenye wanaishi nje ya hii nchi, tunaweza tukawapigia simu. And I even know some of my friends who speak to their psychologists or counselors in their own country, so they understand the culture. Nina marafiki wenye wanaongea na psychology kutoka nchi zao. The third thing is to keep our physical self strong by exercising. Cha tatu ni kufanya mazoezi. There are many women's only exercise classes, swimming lessons. Kuna kufanya mazoezi kwa kuogelea. And even if you don't have the time or can't afford to go for anything, you can go for a walk. Na kama hauna muda ama uwezi ukaweza kipesa. The fourth thing is, which many women do not do, particularly women coming from other countries, kwa wale wanawake wanaotoka nje, is going to get prevention and screening done. Wataenda kwenye vipimo. So prevention is like taking the correct vaccinations. Kwenda kufanya mavaksi yote. And screening is like doing the cervical screening and breast screening. Kwenda kufanya vaccine ya maziwa. Particularly for women, when we have children and as we get older, it's important to get these screenings done because ni muhimu sana kufanya hizi mavaccine wakati unaenda. It helps. Mwili unaenda unakomaa wakati unazaa. It helps to detect cancers in the really early stage. Itakusaidia kwa kujua muda gani unaweza ukapata cancer. And all of this is bulk billed, so you don't have to pay for it. Na yote ni kwa bure, hauhitaji kulipa chochote. The last thing is about maintaining very good social connections and networks. Na ya mwisho ni kukua na ule ukarimu wa kuongea na watu wengine. Like what you are doing today. Kama jinsi mlivyofanya leo. If you have good friends, a good network, kama uko na marafiki wazuri,
if you know who to go to when you are feeling stressed out or worried. Unajua wapi kwa kwenda wakati uko na stress ama una na wasiwasi. Who you can reach out for help. Nani mwenye unaweza ukaenda kwa kulomba msaada. Then these are the things that will help you remain physically, mentally, emotionally, ndio vitu venye vinaweza vikakusaidia kiakili. And even spiritually strong. Hata pia kiroho. Today I've brought with me some of the flyers of Ishar. Nimeleta vimoja vikaratasi vinavyo. And I would encourage you to make an appointment if you have not. Ili mu make appointment. To come and get a screening done. Kuja ili muje mukapimiwe. Or you can come and join one of the free exercise classes. Ama unaweza ukakuja kujiunga pamoja na grupe ya mazoezi. Or you can even come and speak to a doctor or to a counselor. Unaweza ukakuja kuongea na daktari ama counselor. Yeah. So most of the services there are free, but there are many other services. You know, I know that kuna vingi viko kwa vya bure. There are many doctors from different cultures. If you are comfortable. Wako na madaktari kutoka culture tofauti. So if you are comfortable, go and speak to someone from your own culture, from your doctor from your own culture. Kama utajisikia vizuri unaweza kaongea na daktari kutoka kwenu. So I also have brought with me some little giveaways, which I will now, ask Angelique to help me. It's a little like a mirror and like a lip balm, and so that to remind you to look after yourself first. Ya kukukumbusha kujitengeneza wewe mwenyewe kwanza. As women, we do a lot of things from early morning. Sisi wanawake tunafanya vitu nyingi sana. To late at night, you're looking after your children. Asubuhi na kuangalia watoto. Your sometimes even our grandchildren. Hata kuangalia wajukuu. The other men in our lives. Na wanaume wetu. You go out to work. You're working outside the home and you're working inside the home. Unatumika ndani ya nyumba na unatumika pia nje ya nyumba. So therefore looking after yourself. So kujiangalia wewe mwenyewe ama kujishughulikia wewe mwenyewe is very important. Iko muhimu sana. Because women hold the whole family together. Kwa sababu mwanamke anakamata familia yote. So thank you. Nashukuru. Asanteni sana kwa wote mliotoa speech. Thank you so much to everybody who give out this speech. Na kabla hatujaendelea, and before we continue, kuna mtu amepoteza kadi ya benki. Someone has lost their bank card. Jina la kwanza inaitwa Miss Sherry. The name is Sherry. Tumefika tena wakati mwingine. We now reach another time. Kwa sababu tuko nyuma sana. We are running behind. Ni muda ambao tunakwenda kula. It is the time to eat. Nitamuita mama yetu, Mama Angelique, njoo utupe utaratibu please. I'm going to welcome our mother Angelique to come and tell us. Na huku DJ akiwa anatupa wimbo wa pole pole. And while DJ is giving us a very slow song. Yesu abangaki nga nazalo sinapolaki atunite pourtant mes ossements étaient desséchés sans jamais savoir si moi je le méritais azwaki esika na ngai azwaki esika na ngai mokonzi alima kofana na basali elonganima bafele neti ngai oyo anima banga mona ngai nyonso tu na pasi to lisengo il est toujours amour yenga Yesu esinga esie oh na yango nzimbi yoswana yolele aina fana pembeni yosabona na yebyo koko misanga na suka na fungoli motema sale oh na yango DJ
Shikilia kwanza kidogo. Kwa kufuata utaratibu wa chakula tutaanzia hivi. Hizi meza mbili. For the food we're going to start with these two first table here. Hii hapa. And then we're going to Kisha follow. Hapo, na baadaye wale kule watafuata. Tunakwenda hivyo ili kurahisisha utaratibu. Karibuni tuanze kwenda kuchukua chakula. So I welcome everybody to go and get food. We're just going to start with these two table here. DJ itupe mziki wa taratibu. Jésus est ce meilleur ami, ne te laissera jamais tomber. Hey! Est-ce qu'on peut mettre Yesu en ami lolo? Mais pas y voir ça malamu. Alléluia. Non, comme ça ni magofana na basali. Elonga ni mabafebe netsimayo. Ani mabanga mona ngai nyonso tu. Na pasi to bisemo ile toujours amour. Yesue, Mana ebaki esango se puisa. Atana kaselita esasaki. Il était le mieux placé pour na kananga. Dise kone kombona ye ne jamais trop tard. Azaki esika nangai. Azaki esika onaya. Tout le monde. On y va. On y va. Est-ce que tu peux le dire avec moi? J'aimerais t'entendre le dire plus fort. Oh, Nayango. Maintenant, si elle est Yesu, il est là. Yesu, Yesu, Yesu. Mettez-la yé mololo. Parce qu'il le mérite. Et lorsqu'on couvre vers lui les regards, le visage ne se couvre point de honte. Hey! Et ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. On y va. Est-ce que tu peux le dire? Regarde-moi bien. On y va. Est-ce que c'est ton témoignage? Oh, ébélé, à ma sécurité, au bas de l'Inga, les personnes qui sont au colossal, on y va. Si quand ça va bien, ça va être en 2023 au nom de Jésus. C'est parce qu'il nous fait du bien que tu sois maillé. Est-ce que tu peux le dire? Awa! Awa kombo ikono e masi motema. Ils ont comme un témoignage dans le combo na Yesu. On y va encore. Awa kombo ikono e masi motema. Nangu kyobomba kesengi na yema. Ebele abituba oyolo nisanga ye. Yesu salanga imona na yo na dongo.
nazo betali solo kisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika nazalelo bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala kwete nakoma esika nazalelo nazo betali solo kisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika nazalelo bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala kwete nakoma esika nazalelo si oboyaki kosunga ngai nabundi ngai moko ti kolo ekosala ngangulu alors kobebisela ngai réputation te na lokuta na yo comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Olio mituna milo ino question tuna nena la kisayo secret na ngaye. Olio yo ina moninga sans raison yakande na la kisayo secret na ngaye. Olio yo kote langanda kwa nganga tuna nena la kisayo nzambe yambiye. Olio yo loba kengana simba kisi yakande na la kisayo secret baluka baluka yeyo nzamba tombolinga lelo moto bafina yeyo tala nzamba bimisinga lelo moto batia bakalo yeyo nzamba bimisinga lelo moto libote bwakisa yeyo tala nzamba tombolinga lelo olio yo kosela ngai makambo pusana na lakisa yo nzambe ya lula olio yo kende kotonganga partout yakande na lakisa yo orphelin na suna olio yo kwatela ngai maladi yakande na lakisa yo bangomba na mata olio yo panza libala moninga tuna ye alakisa yo nzambe na ye baluka yeyo nzamba tomboli ye lelo balakela mabe yeyo tala nzamba tomboli ye lelo bafinga bayina yeyo kasi nzamba ponisenga lelo na libulu ya kufa yeyo nzamba bimisinga lelo na libulu ya fami yeye tala nzamba bimisinga lelo azeli lobite yoyo nzamba salelinga lelo bayaki liboso yeye kana ye nazwi ya ngai lelo basala bambula yeye oya ngai eumeli te lelo azeli lobi te yoyo tala ndenge alingi ezala lelo lelo Merci Jésus. natelemi lelo liboso ya bamamo naye kotatola oyo nzambe asali na yawa lelo liboso ya eglize nazali na témoignage akopesa lazalo akufa yeye tala nzambe asekwisi ye lelo Bartimelo olanda yeye nzambe amonisi ye natelemi lelo liboso ya bapapa naye kotatola oyo nzambe asali maya miso etangi comprene mon émotion naye kotatola oyo nzambe asali Jésus-Christ est fidèle. Seigneur, alléluia.
appétit, bon appétit. Abecha Bongo, Ome ya Babondo, Ele bene bene, Wachelela iya nyibwa, Ombe ya Bika, Ombe ya Ibocha na iya Ola, Ombe ya Bashikolo Chaweto, Wachelela iya nyibwa, Onge beni, Wachelela iya nyibwa tata, Ale ube inose, Mboba wa ese na Ibolo, Abecha Bongo, Wachelela iya nyibwa.
wetu wibuchi wanika muna owanjibwe ololongo tata ombeole obandana mami wa bami ombe yange ombe iyo yawa Babondo malengole tata obe ibwetu kwisengo etabika balanga nsenge ba umanye etabika tata etabika